nashangaa sana na mtu ambaye anaitwa Kalonzo. Unajua Kalonzo? Kalonzo hata mimi sijui anaongea nini. Maana Kalonzo anasema ati Ogolla hakuanguka na ndege aduliwa. Sasa mimi nakuuliza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kama kuna mtu amechanganyikiwa mara 100 ni wewe. Kama kuna mtu mwenye amepoteza mwelekeo hata kisiasa ni wewe. Kama kuna ule mtu mwenye hata afai hata kusema ati anataka kusimama president ni wewe. Maana wewe ninakufananisha na kina Gachagua. Wakiwa kwa serikali ilikuwa tamu. Walikuwa wananyonya mafuta. Washatoka pale ndio wanaanza kusema mara sijui corruption, mara sijui walikuwa wanafosiwa kina Muturi. Sasa nafananisha Kalonzo na kufananisha na hiyo grupu yako. Wewe sasa hii unakuja kuambia Wakenya ati Ogolla aliuawa. Ati Ogolla yeye hakuanguka kwa ndege, ati aliuliwa. Wewe kama uko na ushahidi wa yeye kuuliwa, basi hiyo ushahidi toa. Na kama wewe ulijua kitu kama hiyo hapo mbeleni, mbona hukuambia Wakenya? Sasa hii ndio una time, sasa ile Ogolla alishakufa, alishazikwa, hata tumesahau, hata Chebukati pia ndio huyo ameshazikwa, tumesahau. Sasa hii ndio unakuja kutukumbusha mambo ya Ogolla. Bwana Kalonzo, acha nikwambie. Najua unatafuta political mileage. Na hiyo ndo unataka, political mileage. Maana sasa hivi mumeona mumezima kama ile jiko ya makaa imezimwa na maji. Sasa ni kuzimika, mnazimika. Na ndo kwa maana mnatafuta ma-PR. Tunaona yani, mimi nikiangalia hii grupu ya kina Kalonzo yote, tukiangalia mtu kama PK akaenda Nyayo Stadium, anaenda kukaa mahali ambaye sio mahali viongozi wanakaa. Kumbe alitaka tu aende pale, ni kama uende uchokoze nyuki. Ndaye nyuki sikamvamia. Akapigwa makofi pale, akakuja akajisifu vile ametrend kwa 1 week. Sasa tunaona mwingine hapa, anajiita Malala. Tumemuona ndio huyo, ameenda Butere Girls. Ameenda amewapatia sijui mashairi ya kuanza kutukana serikali. Akijua tu akionekana hapo. Hata Malala alikuja, yani Malala alikuja hapo akijua akionekana watakimbizana na serikali na matia gasi zitarushwa na apate kitu inaitwa excuse na apate ile political mileage, na ili sasa aanze kutrend. So kwa hivyo mimi ile kitu mimi nasema, hizi zinaitwa group kutrend. Group ya Kalonzo, group ya Malala, group ya PK, group ya kina mwingine sijui hapa governor one time anajiita Natembeya. Hizo ni group kutrend. Ni grupu zinatafuta kutrend. Hazina agenda, hazina roho ya Mkenya. Hizo ni grupu zingine mimi nakuja kusema hivi. Na ndio unaona wamechanganyikiwa. Unaona wamepoteza mwelekeo kama gari ya mlevi. Utaingia kwa shimo, utagonga mpita njia, utagonga mti ama utagonga jengo. Sasa hivyo ndo wako. Wajielewi. Wamepoteza mwelekeo kabisa hawa viongozi. Kwa hiyo mimi kitu mimi nasema, kiongozi ambaye yeye alijua hii siri hapo mwanzoni, mbona hakuisema hiyo wakati? Saa hii sasa kwa sababu anatafuta political mileage, anatafuta sasa asikike, ndo anakuja kuambia Wakenya, bwana, muache kutuchezea, muache kutupigia PR, muachane nayo kabisa. Hiyo tumekataa. Na mimi nitasimama na ukweli wangu. Wewe kama ulikuwa sehemu fulani na ukaona kulikuwa na ufisadi, na wewe ukakuamilia pale mahali. Kwanza Muturi alinishangaza sana. Muturi akasema wakijaribu kumwimpeach atakuamilia kwa serikali. Is the same person ameshatolewa kwa serikali, anaenda kwa social media, anaenda kusema ati yeye alikuwa anaambiwa assign sijui 129 billion sijui nini. Tunakuuliza Muturi, wakati ulikuwa kwa serikali, mbona haukutoa hii siri? Ushatoka ndani ndo unakuja kusema. Tutakuamini aje? Nyinyi ndo mnafaa muwekwe ndani. Mtu kama Muturi anafaa aserve ndani. Mtu kama huyu sijui wa Munyoro. Huyu ambaye anapiga siasa za nyumba 10 anafaa pia yekwe ndani. Tunataka tujue ni nini mbona mko mnaongea mkiwa ndani. Saa ile mmeshatolewa, hasira imewainuka, uchungu imepanda. Kwanza wa Munyoro alikuwa amezoea vitu za serikali za bure. Nyumba ni bure. Gari anaekewa fuel bure. Wifi ni ya bure.
Yani mpaka hata yani unakuja unapata hata sabuni ya kuoga ilikuwa ya bure. Alikuwa hata mpaka ulikuwa unataka wifi ya 4 million bwana. Alafu wewe ndio unasema wewe ndio unataka kutetea Wakenya. Kama wewe unajipenda, una ubinafsi, utatetea Mkenya mgani? Tulikuwa tunakuona ukisimama unaongea tu siasa ya mlima. Na sasa hiyo wewe ni naibu rais wa 47 counties. Wewe ni sasa hiyo ni naibu rais, lakini ukisimama unaongea tu kuhusu mlima. Alafu wewe ndio unasema ati wewe sasa hatunatengeneza siasa, hatunakuja unapanga watu wa Western, hatunapanga watu wa Eastern, hatunasema sasa ati mjipange. Hatunakuja kuambia sasa Raila vile ametoka EU, ati sasa aamue kitu kimoja. Bwana, wacha nikuambie wa Mnyoro. Wajinga ndo waliuawa. Wajinga tu waliisha na waliuawa. Usifikiri sisi ni wajinga. Ndio Raila akakuambia vizuri sana. Yeye alikujua kama wewe ndio ulikuwa unamkia State House mapema. Ati umelinda status, ati umeweka mitego kila mahali. Alafu you are the same person. Sasa ati wewe ndio unataka tena urudishe, ati unataka usupport Raila bwana. Wacha nikwambie, when deal is good, think twice. Usifikiri watu ni wajinga. Na ndio kwa maana Raila alikuonea 18. Na yeye akabaki amesupport mahali ana support. Umebaki umechanganyikiwa, deal yako ili fail. Your mission haikuwa accomplish. So mimi ile kitu mimi nasema hivi. Viongozi kama hawa, nimeangalia mwingine anaitwa Sifuna. Wacha nikwambie, hii Kenya mahali imefika tu ni vituko. Sasa tumeona Sifuna jana kwa matanga ya bodyguard wa Raila. Sifuna anaingia kulecture Ruto. Naye Ruto yeye huwa azimiki kama moto. Yeye huwa azimwi. Naye Ruto akamuka akamwambia, hii chama ya ODM sisi ndo waanzilishi. Na nitakuja nitaitisha mkutano na nitakunyorosha. Wacha nikuambie, Sifuna, wewe umekuja kwa ODM juice. Tulikuwa na kina Babu na Mwamba. Walikuwa Secretary General ODM. Waka mistake. Sasa wako wanazunguka huko kama mbuzi yenye imekosa pa kukula ama pa kulala. Sasa hii Sifuna tumekuona pia wewe. Hii kierere tulikuona ukianza kumkashifu mheshimiwa rais. Na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii kitu alisema, kama unaona hauwezi support yule mtu yeye ana support ambaye ni mheshimiwa Rais Ruto, it is better utoke kwa serikali, utoke mahali yuko. Because you can't say you are supporting me na bado una fight mtu mwile mimi na support. Hiyo ni kupretend. So watu kama kina Sifuna, these are pretenders. Hawa ni pretenders. So mimi nasema hivi, Sifuna, vile uliambia Ruto ati huo ni mwiba wa kujitakia kujidunga mwenyewe, wacha mimi nikujibu. Hayo maneno yanaenda kukudunga kama mwiba mwenyewe. Na nakuambia Sifuna, nikitoka bunge la mwananchi Jakaranda, hayo maneno yanaenda kukudunga kama mwiba mwenyewe. Wacha nikwambie, tunajua vizuri sana. Kijiti kimoja kinaweza choma kichaka mzima. Na hayo maneno yako ilikuwa ni kama kijiti kimoja. Na tumeshawaona na tumejua nyinyi hamuna ustarabu, hamutaki amani Kenya. Nyinyi ndio mnaenda kutumia mpaka wanafunzi. Nimeona ukisupport Malala vile alienda kutumia wanafunzi watunge sheria, watunge shairi ya kutukana serikali na rais. Wacha niwaambie, ndio kwa maana mimi ile kitu mimi usema hivi. Ati useme ati majenzi wanaweza kuwa viongozi hapa Kenya. Kama hiyo mapiari yenye wanapiga hiyo ndio inaweza ongoza nchi. Na kuambia kweli, hii nchi itaingia kwa moto, itazama kama feri ikiwa na watu ndani. So kwa hivyo ile kitu mimi nasema, lazima viongozi kama hao wachukuliwe hatua, wawekwe ndani kama Waitito. Hata Waitito ndio huyo ana serve miaka 12 ndani kwa kuiba, kwa kupora pesa za kaunti ya Kiambu. Na mimi nasema hivyo ndio inatakikana. Akae huko ndani kabisa, hata Hosea huko. Tunakuanga na uchungu vitu zenye alitufanyia hapa Embakasi East. Hapa Embakasi, not Embakasi, hapa Embakasi.
tunakuanga na uchungu sana na yeye. Kwa hivyo mimi nasema hivi, hawa waporaji hawa wenye walipora huku Embakasi huku, wakapora yote kama hii Embakasi hajagawanywa. Tunasema what you plant what you sow. Ulipanda kuumiza wenzako, sasa vuna na wewe kuumia ndani. Thank you.